Ni ripoti za Ayo TV kutokea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo hii leo kesi mbili za jinai zinazomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu zimeahirishwa hadi Julai mosi ya mwaka huu 2025 mbele ya mahakimu wawili tofauti. Katika kesi ya uhaini ambayo imeelezwa mahakamani hapa, jalada lipo kwa mkurugenzi wa mashtaka yani DPP kwa ajili ya kupitia na kisha kutoa uamuzi kama upelelezi wa kesi hiyo umekamilika, kwa lengo la kwamba kesi hiyo kwenda kwa ngazi ya juu, pengine mahakama kuu ya Tanzania ama DPP atoe mamlaka kesi hiyo isikilizwe katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hakimu anayesikiliza kesi hiyo ameahirisha hadi hapo Julai mosi kwa ajili ya kusubiri taarifa kutoka katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini. Lakini kwa upande wa kesi ya kuchapisha taarifa za uchochezi, ilianza kwa shahidi wa kwanza ambaye ni afisa wa polisi, lakini upande wa jamhuri uliomba ahirisho la kwamba shahidi huyo asiendelee kwanza hadi waendelee na shahidi mwingine, kisha yeye watamrejea kwa hatua nyingine. Hata hivyo, hatua hiyo imesababisha upinzani ama hoja kali kutoka upande wa mawakili wanaomtetea Lissu, takribani jopo la mawakili 30 wakiongozwa na Mpale Mpoki sambamba na Peter Kibatala, ambao walipinga kwa nini shahidi huyo ahirishe leo hii kutoa ushahidi na kupangiwa siku nyingine. Mimi natumika naba na hizi ni ripoti kutokea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ambapo tumezungumza na wakili Peter Kibatala nje ya viunga vya mahakama. Kwa hiyo anayetaka kupigania anafikiria haki hiyo inaweza kusisitizwa na kupatikana kwa ufanisi zaidi kama atapigania yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio anayefeel. Kwa hiyo anaweza kucommunicate kwa urahisi zaidi kama ambavyo amecommunicate leo kwa mahakama. Haki ya pili ambayo anapigania ni haki yake ya kuchanganywa na mahabusu wengine, kwa sababu ameeleza mahakama kwamba anawekwa pamoja na wafungwa ambao tayari wamehukumiwa adhabu ya kifo kwa maana ya kunyongwa, kwa lugha ya kimagereza wanaitwa condemns. Kwa amelalamikia hilo kwamba linamuathiri, linamnyima haki zake za msingi ambazo zimeandikwa katika sheria mbalimbali ya mikataba mbalimbali ya kimataifa, lakini inamuaffect hata kisaikolojia, lakini pia anaona kwamba inalenga kwenda kumbomoa, kumfanya alege. Of course mnafahamu wote Tundu Lissu ni Simba, ndio na katika usimba huo ndio maana anapigania hizo haki kwamba hakuna uhalali wowote wa jeshi la uongozi wa jeshi la magereza kumweka yeye, hata kama basi sababu ni za kiusalama, kumweka yeye pamoja na watu ambao wameshahukumiwa adhabu ya kifo. Lakini swala lingine ambalo nalipigania kwa nguvu zake zote, na ndio maana kama nasema kimkakati ameamua kuchukua jukumu au gurudumu la kujiwakilisha mwenyewe kwa muda katika kesi ya uhaini, ni kunyimwa kwa haki yake ya kuweza kuwasiliana na sisi mawakili wake. Ameeleza na sisi tumeshaeleza, tulifanya press conference, tulieleza kwamba uongozi wa jeshi la magereza katika kesi hii wamebehave katika namna ambayo kidogo inashangaza. Nilieleza kwamba mazingira ambayo tunakutana nayo tunapokwenda gerezani, unaongea naye kupitia kwenye glass panel, unaongea kwa simu. Mambo mengine ni ya kimkakati, kwa sababu kuna mojawapo ya misingi ya sheria ya kuwakilishwa inaitwa attorney client privilege. Kuna mambo ambayo mnaongea na mteja wako, mtu mwingine yote duniani hapaswi kuyafahamu, na wewe wakili huwezi kulazimishwa na mtu yoyote duniani kuyasema. Sasa hayo tena yakianza kutamkwa mbele ya maaskari magereza, ina derogate, inaua kabisa ile dhana. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tumepambana mpaka hapa tulikofika, basi yeye amesema sasa hebu na yeye mwenyewe ashikilie gudumu hilo yeye mwenyewe, ili aweze kufikisha ujumbe kwa karibu zaidi, kwa sababu yeye ndo ana feel, na amesisitiza kwamba maandalizi yake yanakuwa finyu na hafifu na yanaathirika kutokana na namna ambavyo uongozi wa magereza umekuwa unanyima kwa ufasaha na ukamilifu haki yake ya kuweza kuwakilishwa na mawakili wake. Kwa hao ni mambo kwa ujumla ambayo anayasimamia. Ameyatolea hoja leo, na kesi imepangwa tena hiyo ya uhaini itaitwa tena tarehe 2 mwezi wa 7, na tunaamini kwamba kuna mambo yatakuwa yamefanyika mpaka tarehe hiyo, na kwa sisi tutakuja, mawakili tutakuja, lakini tutakuwa kama observers kwa ajili ya kumpa ushauri wa kisheria na nini, lakini hatutaingia katika quorum unless atupe maelekezo tofauti. Kama nilivyosema, hii ni sehemu ya mikakati. Kesi nzito kama hii ambayo wenzetu wamekaa wakapanga mikakati ya kumshtaki, na yenyewe pia inahitaji mikakati mahususi na thabiti kabisa ya kuweza kupambana nayo. Lakini nimemsikia amesema anawaamini mawakili wake kwa 100%, na amesema kwamba wamepigana kwa jasho na damu mpaka hapa tulipofika, lakini kama nilivyosema, kwa sababu za kimkakati kwa muda
mfupi atachukua hilo gurudumu yeye mwenyewe. Kwa hayo ni kuhusiana na kesi ya uhaini. Baadaye tukaingia katika kesi namba 8606 mwaka 2025 ambapo kama nilivyosema mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mughwai almaarufu Tundu Lissu anashtakiwa kwa mashtaka ya sheria inaitwa sheria ya makosa ya mtandao, kuchapisha habari za uongo na nini, na leo ameitwa shahidi mmoja. Wao wanasema ni afisa wa polisi. Wakati wa kuuliza maswali tutaonyesha vinginevyo, lakini kwa sababu hatujafika kwenye hatua hiyo, tuishie tu kusema kwamba kwa utambulisho wake anasema ni afisa wa polisi, anaitwa Inspector John. Anadai, tutaonyesha tofauti, lakini bado hatujafika kwenye hiyo daraja. Anadai yeye ni afisa katika ofisi ya mkuu wa upelelezi hapa nchini, na almahususi kwamba yupo kwenye kitengo cha online patrol. Kuna wale maafisa wa polisi ambao huwa wanapita kwenye mitandao kuangalia nani amefanya makosa. Kwa hiyo anadai kwamba katika ushahidi wake kwa kifupi kwamba yeye katika pitapita zake kama sehemu ya utekelezaji wa majukumu yake alikutana na video ambayo yeye kwa tafsiri yake ilikuwa inaonyesha kwamba kuna makosa ya kimtandao ambayo mteja wetu Tundu Lissu ameyafanya. Sasa ametoa ushahidi wake, amesimulia jinsi ambavyo alifanya kazi, kile alichokiona na namna alivyo retrieve ile video. Na baada ya hapo wenzetu upande wa mashtaka wakaleta ombi kwamba wanaomba ushahidi wa shahidi huyo usitishwe kwa muda. Sheria inaruhusu kifungu cha 147 kifungu cha 5 cha sheria ya ushahidi kama fanywa sura ya 6 kama fanywa marekebisho mwaka 2022 inaruhusu kusimamisha kwa muda ushahidi wa shahidi ili kusubiri ushahidi wa shahidi mwingine. Sasa tulipinga vikali, mlikopo mmesikia, na tukasema kwamba tafsiri yetu ni kwamba tu ni uoga wa shahidi kuulizwa maswali. Ndio tuoje tuliotoa mahakamani kwamba shahidi hakuna lolote, ni kinga tu inawekwa ili tusishughulike na shahidi ambaye wote mmenisikia mahakamani nikisema tunamfahamu vizuri. Na ndio maana nikasema wenzetu wanadai ni afisa wa polisi, ana cheo cha inspector, kwamba yeye ni mtaalamu au mchunguzi wa makosa ya kimtandao. Ndio shahidi alivyosema. Narejea tena, tulikuwa tumejiandaa na bado tunajiandaa kuonyesha kwamba story hiyo sio story ya kweli, lakini hatuwezi kusema huko hadharani barabarani. Tunamsubiri kwenye kizimba siku yoyote ambapo atakapokuja, kwa sababu baada ya kutoa hoja zetu tumepinga vikali kabisa ombi hilo, lakini hakimu au mahakama niseme imekubaliana upande wa mashtaka. Kwa hiyo imeahirisha kwa muda fulani ushahidi wa shahidi huyo ambaye wanamuita wenzetu Inspector John, na amejiita Inspector John. Ushahidi wake umeahirishwa, kwa lugha ya kitaalamu umekuwa deferred mpaka hapo baadaye. Wao wanadai atakapokuja mtaalamu mchunguzi kutoka kitengo cha uchunguzi wa vifaa vya electronic, atakapokuja na kutoa ushahidi pengine na kutoa kielelezo ambacho hiyo nafikiri ndio flash disk ambao wanasema ndani yake kuna picha au video ambazo zinamuonyesha mteja wetu akitenda hayo makosa. Basi kama nilivyosema, mahakama imeamua, tulikuwa tumejiandaa, na tulisema mahakama tulikuwa tumejiandaa kushughulika naye huyo shahidi, tunamfahamu vizuri, narudia tena. Na siku yoyote tumeka tu akiba, siku yote atakapokuja kama atamleta basi tutashughulika naye ipasavyo.